Kabla ya kuanza kuandaa documents au kuanza kuchagua vyuo kwa ajili ya CSC application, kuna swali la muhimu sana kujiuliza. Je, ninakidhi vigezo vya CSC scholarship? Assalamu alaikum, karibuni sana katika channel yangu. Katika video hii insha Allah nitazungumzia kuhusu eligibility requirements au vigezo unavyotakiwa kuwa navyo ili uweze kuapply CSC scholarship. Na insha Allah nitaongelea nationality requirements, health requirements, age limit, academic requirements na language requirements. Chinese government scholarship ni kwa ajili ya non-Chinese citizens. Kwa hivyo sisi wa Tanzania tunakidhi kigezo hii. Unatakiwa uwe na afya njema ya mwili na akili, na utathibitisha hilo kwa kuupload foreigner physical examination form ambayo imejazwa na kusainiwa na daktari na kuwekewa muhuri ya hospitali inayotambulika. Na hii ndiyo foreigner physical examination form ambayo kama mnavyoona ina kurasa 2. Na ndani yake unatakiwa ufanye general check-up, ufanye ECG, chest x-ray, blood tests na urine tests. Na hapa ndipo ambapo daktari anatakiwa kuweka saini pamoja na muhuri wa hospitali uliofanyia vipimo. Na muhuri pia utatakiwa kuwekwa kwenye picha yako hapo juu. Ukifanikiwa kupata scholarship, miongoni mwa vitu vya kwanza utakavyotakiwa kufanya baada tu ya kufika China ni kufanyiwa vipimo tena upya. Na ripoti hii sasa ndio itakayotumika katika processes zinazofuata kama vile kuapply for resident permit na mambo mengine. Age limits zinatofautiana kulingana na level of study. Kama una apply for bachelor's degree, inabidi uwe chini ya miaka 25 at the time of application. Na kama una apply for master's degree, inabidi uwe chini ya miaka 35. Na kama una apply for PhD, inabidi uwe chini ya miaka 40 at the time of application. Academic requirements zinategemea na level of education unayo apply. For a bachelor's degree inabidi uwe umemaliza high school. For master's degree you must hold a bachelor's degree, and for PhD you must hold a master's degree. Na utatakiwa ku-upload transcripts na vyeti halisi. Lakini pia ikiwa upo katika mwaka wako wa mwisho, yani bado huja graduate, lakini una hakika by the time ya registration utakuwa tayari umesha graduate na cheti chako utakuwa nacho, unaweza pia uka-apply. Kwa sasa utatakiwa ku-upload kitu kinachoitwa Certificate of Expected Graduation, au wengine huwa wanaita Proof of Enrollment au expected graduation letter kutoka katika chuo unachokisoma sasa hivi. Pia kuwe na uhusiano kati ya program unayo apply na background yako. Kwa mfano, kama una bachelor's degree in biology, unaweza ku-apply masters in specialized biological fields au katika applied sciences. Kwa mfano, masters in ecology, masters in genetics, masters in biotechnology, masters in biochemistry, yani kama hivyo. Hii inategemea na language of instruction ya kozi unayo apply. Kama una apply kozi inayofundishwa kwa Kichina, utahitajika kuwa na HSK certificate. HSK certificate ni cheti kinachothibitisha your Chinese proficiency. Yani kama kwa English ilivyo IELTS,
Sasa kwa Kichina inaitwa HSK, na mara nyingi kwa kozi za Kichina unahitajika uwe na angalau HSK4 au HSK5. Na kama kozi unayo apply inafundishwa kwa Kiingereza, pia utahitajika ku-upload a proof of English proficiency kama vile IELTS. Lakini kama huna IELTS usiwe na hofu, kwa sababu vyuo vingi vinakubali uupload barua kutoka katika chuo ulichohitimu inayoeleza kwamba masomo yako yalifundishwa kwa Kiingereza. That's all for today. Na imani video hii imekuwa useful kwenu. Tafadhali usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe kama bado hujasubscribe. Kwa heri kwa sasa, na inshallah tukutane katika video inayofuata.